namba 1. Kuzaliwa. Marehemu Yoktan Chandalo Karadova alizaliwa mnamo tarehe 6 mwezi wa kwanza 1990 katika kata ya Ruhita, kijiji cha Kanazi. Namba 2. Elimu. Marehemu Yoktan Chandalo Karadova alipata elimu ya msingi mnamo mwaka 2000 hadi mwaka 2006 katika shule ya msingi Nyenge. Mwaka 2007 hadi 2008 alijiunga na masomo ya sekondari kidato cha kwanza na cha pili katika shule ya sekondari Mbondo. Mnamo mwaka 2009 hadi 2010 alihama shule ya Mbondo na kujiunga na shule ya sekondari Kwazi na kuhitimu elimu ya sekondari mwaka 2010. Elimu ya kidato cha 5 na 6 kwenye mabano advanced level, marehemu alijiunga na masomo hayo ya kidato cha 5 na 6 mnamo mwaka 2011 hadi 2013 Nyarubanda High School. Elimu ya chuo kikuu, marehemu alijiunga na elimu ya chuo kikuu mnamo mwaka 2014 na kuhitimu mwaka 2017 katika chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino kwenye mabano Sauti tawi la Arusha. Namba 3. Maisha ya kiroho. Marehemu Yoktan Chandalo Karadova kwa dini ni Mkristo na alibatizwa kwa maji mengi. Alifanikiwa kufunga ndoa takatifu mnamo tarehe 29 mwezi wa 6 2019. Namba 4. Ajira. Marehemu baada ya kumaliza chuo kikuu alipata ajira ya ualimu taasisi binafsi katika sekondari ya Levier Bungwa. Pia baada ya kutoka sekondari ya Levier Bungwa alipata ajira katika shule binafsi ya msingi Agape iliyopo wilaya ya Kakonko na kuwa mwalimu mkuu wa shule hiyo. Marehemu alipata ajira ya kudumu ya serikali katika halmashauri ya mji Kasulu na kuwa mtendaji wa kata daraja la pili mnamo mwaka 2019 na kupangiwa kituo cha kazi katika kata ya Muhunga. Mnamo mwaka 2023 alihamishiwa kituo cha kazi na kuja kata ya Kigondo hadi umauti ulipomkuta. Mnamo mwaka 2017 hadi 2022 marehemu alihudumu kama mjumbe wa kamati ya utekelezaji wa Umoja wa Vijana Chama cha Mapinduzi kwenye mabano UVCCM wilaya ya Kasulu. Pia mnamo mwaka 2020 hadi 25 marehemu alikuwa mjumbe wa kamati mfuko wa jimbo la Kasulu mjini. Mwaka 2021 hadi 2026 marehemu alikuwa katibu tawi la wilaya wa chama cha wafanyakazi wa serikali za mtaa Tariku. Namba 5. Familia. Marehemu alifanikiwa kupata mke na kupata watoto wawili wa kike. Hivyo marehemu ameacha mjane na watoto wawili. Namba 6. Ugonjwa. Ugonjwa. Marehemu alianza kuugua presha mnamo mwaka 2024 iliyopelekea figo kushindwa kufanya kazi sawa sawa. Mwaka 2025 marehemu alianzishiwa huduma ya kusaidia figo kutoa sumu mwilini kwenye mabano dialysis. Hivyo mnamo tarehe 9 mwezi wa 4 2026
marehemu alifika hospitali ya rufaa Bugando Mwanza kwa ajili ya kuendelea na matibabu. Aliendelea kukaa hospitalini hapo mpaka tarehe 8 mwezi wa 7 2026 majira ya saa 11 jioni alipofikwa na umauti.